hwaini wa mothe ikereka ria kiumia giki ria tabarira ya Kiririmbi na turagukinyira imwe kwa imwe kuma kaunti-ini ya Meru thiku hakuhi ithano kuma riria governor wa kaunti no Kawira Mwangaza Muthikabu ahagurwo ni bunge ya kaunti na horo ucio ugikindirwo ni bunge ya Senate no ni athiete igoti-ini na igoti rikamuhe horohio ya ihinda iria yugite ati ikinya ria Senate ritiagirire gutacukithio makinya manau kabere ma kumuruturura wabici nginyagia ciro cio wambe ukinyanirio no muthenya wa umuthi turenda kuhorohia inegene ria atongoria tumenye aikari a kaunti ya Meru tondu senator onari kuria Nairobi onerwo ni worathogotha maundu kaunti acokaga akarikiriria ari muikari wa kaunti ino governor no muikari wa kaunti ino MCA no muikari wa kaunti ino aikari a kaunti ino ri maroiga atia ndire woike tira mwandiki witu wa mohoro kuma kaunti-ini ya Meru Gregory we niwe ukoretwo uri muikari wa kaunti ino ugatirithania na andu thabari ikoretwo iri ihana atia makiria ya utongoria wa kaunti ya Meru ni safari ya utongeria bwa akariba Meru kuma kire atongera bara athurure ntariki 9 mweri jwa inyanya mwanka jwa 2022 no yende mwanka ratumbito kinya mwanka nande ndikwithirwo kwina ngucani nyingi muno ukwithirwa kwina ukionekana undu katikati ga atongeria undu katikati ga akari na kwithirwa kwina sauti nyingi muno na thikio mutheja jwa narua tugite twithirwo tukigwa kainge sauti cia atongeria ende mutheja jwa narua tuga turenda ikuigwa sauti ya akari bebongwa tumbe kumenya thina nyari kwiri na iri kumucumari jo muntite na nikenda tukende tukombokara Meru nontu akwithirwa twinde twi aciari twi akari ba kaunti ya Meru na thikena no tujite aja gucua dawa na kioria kya Meru tumenye Meru twitite atia tumenye Meru tugakara atia na nake no tukongenda tumbe kwariria mukari wa Meru tumbe kuwa sauti yawe ni iriku na uge bwawe ni buriku na atwambiri kumenya berema thina ya Meru ni iriku iriyo yongwa na thina iji kioria kiayo ni iriku kabambiri brabo mbito kararaini neje ya mbere twarie kiugwa tuthanarie twatega arura utwire ki kuringana na ugwe thina ya Meru ni ari kwiri Gregory mbere ya wambiriirie enda kuririkania aikari a Meru na eroreri a Inooro TV ati ni matwamukagira ithui tukeria na ruthiomi rwitu rwa mwena uria ungi wa Kirinyaga na gitio kinene tumetikirie mahorohie urito wa Kimeru mangehota kwaria Gikuyu gitu ni sawa mangehota kwaria Githwairi niguo tunyite ni sawa mahorohie Kimeru na gitio kinene muno tondu twi kwao mucii twi mucii oraria Kimeru waria Kiswahili oigo kwaria Gikuyu wi sawa ende thina nio tucwira thina ya Meru ni ari kwiri ibwaga sana bwana Gregory beto wa Mutembei Lairangi bumete gicikumbunge kia Tigania East wondi Muthara so kintu kembere thina ira twinio Meru ka twina siasa ire ku muno ka wingi na siasa chocho chikwandamaini utongoria bo Meru bura bubatikitha bweturetera maendeleo ndene ya kaunti ya Meru aya katuwe sauti ingi ya mtu ungi aja uju na njira ya ukwe tukitagara ndaje tuwikwa sauti mwanya mogo ugwa kuringana ogwe nwithire twe kaunti ya Meru no aringire kure ngwitikia thine ya Meru ni ari kwiri thine Meru we antoba kwenda kwenga mama no ntoba maendeleo dara gwita na batu twingwa ananchi ba Meru nitukona mama na gwita ngugi na itogwire tono lakini ma MCA ntije mpara yao inaekabekia na kura chika chogero tadhaiji MCA buma bonde na mama agachoka Uniwe uge bwawe na mpumbe gutagara aja ange mpumbe ikuigwa sauti ya baba ange bendeje mbuga sauti ya njira yenge mbuga na njira ukwe ndingira mabuga ombe gutagandera thine ya Meru ni ari kumushumaro jumumitete Jito riakwa mbitwa Kananu kuma Tigania West uni burambe mbukia kuuga oni burambe mbukia kuuga ni ati thine Meru tuina issues cha bad governance kuma kingavana wetu na
nabati kwethira tayari kukara na atongeria bange, especially our elected members of the county assembly, nikenda bakaomba kuritanira ngo yebwe gento kimwe kuo ni burambe mbike kuga thina chetu cha Meru ikirenga vana wetu in terms of governance and accountability. Asante. Thank you. Na kinyago wantu dire ni arukomero emutetenge. Ke mutegeri marieto Dennis Kiogora. Meru unike maoni jakwa Meru tethina Meru. Ara thina Meru ige mpara ire ki among readers. Whereas readers barabe na mpara yu yao ibabatereti kumio metu bagaitira mwananchi wa kawaida ngugi. Nkiariria mpara in this way. Kuna personal interest ira chiena readers beto, especially when it comes to MCAs, they got a lot of personal interests. Interest chao itike mwananchi enemo. Na bakedi gutromba kura rastri batrombete kura pagetuira that they will satisfy our needs chetu mutegeri nkiara area ira nyingi bila tukonda kuona injire ikigitwa where else ngavana na kugitanjira nande mantu jaja gavana na kugitanjira MCA na kuga gavana otibia kugita tutaamini nani ndio swali yangu kama mwananchi wa Meru. The other thing is this thing about kuwatanira. Bakawatanira kana county card solved. These are things that our readers, both the governor and the MCA, that thing of either bakawatanira kana batuja wananchi we take the next step of kubunja nini yeu meoteo ngetukagita. Thank you. Kapombe otakara ndere ngetumbe kwigwa kinya barabe be mudejo yungi na jirai kuimbuga kibugwe nyari kumuchumaro jo muntete kire kiratoke mu Meru. Oni beta wa James Njalo Gitonga. Thinere Meru ni nene muno nonto kire governor ukatweka wote kwena area imwe kutina maendeleo edho tukumuunga mkono uti maendeleo za area cia goji area imwe kwena bonka no mwanka edho kimonka ni wauga wa mwanka ukona maendeleo alafu kintu kingi kwena kintu gitagwa kwetho ena kifua na bangi baketha bena kifua nende gotwika gutim tu kwenda kunyenyekea na nyamama enda kwina antu bawe ethagwa agi support na bangi nabo atikwenda bathikira kinyaka lingirwa athimu athimbozokia nende batwe turuga kabainye bunjwe tusokere na twasokera tusoka. Good. Greg. Good, yes. Kwa sasa sababu tumesikiza baadhi ya maoni ya wananchi wa Meru, naomba sasa utujulishe wale ambao tuko nao hapa kwa jukwaa. Ndio sasa tuingie ndani kwa siasa za uongozi wa Meru baina ya viongozi ambao walikuwa kwa county ambao walifanya mambo ya kutoa gavana na wananchi. Tuone sasa msimamo umesimamia wapi. Na tukiangalia pale katika viti za pale mbele tunao wale ni wakilishi wandi ambao walichaguliwa pamoja na yule gavana, pamoja na wabunge, pamoja na seneta, pamoja na mwakilishi wa kina mama tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Na tukianzia kwa upande wa mwisho kule tunaye anaitwa Josephat Kinywamuna ambaye ni mwakilishi wandi wa wandi ya Nyaki East, na yuko hapa kutoa kauli yake kama mwakilishi wandi kutuambia tatizo liko wapi na solution liko wapi. Kwa upande mwingine tunaye mwakilishi wandi kutoka wandi ya Kibiriche Bwana Mwirigi ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti. Kwa hivyo pia anaye yale kutuambia labda makadirio ya bajeti, labda upangaji wake umekuwa aje na labda yale wanayopanga labda yanatekelezwa. Upande mwingine tunaye yule anaitwa Kabamure ambaye ni mwakilishi wandi wa kutoka wandi ya Igembe East ambaye yuko hapa kuwakilisha mwananchi pia na kama kiongozi. Atuambie kwa uongozi wa kaunti ya Meru labda tatizo liko wapi kulingana na sauti ya kiongozi. Nikifikiri wengi viongozi wengine watakuwa tunapoendelea watakuwa wanaingia tuweze kusikia pia sauti zao, tuweze kusikia labda kulingana na wao wasia wao ni gani na suluhisho la Meru ni gani. Kwa sababu siku ya leo Bwana Waweru, siku ya leo ya mwisho pale itakuwa ni kujua
Meru inaelekea wapi? Asante. Na aikaria Meru ni mwitikiritio hindi ciothe thiini wa ndereti ino kaundu kario karia mutaretikaniria nako mundu akoyago guoko iguru akaria githe tiguo. Tuingie kwa viongozi. Tuanze na mheshimiwa hapa. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu muhagurite gavana wanyu. Alikuwa mbaya hivyo? Alikuwa mbaya hivyo? Okay, asante sana mwelekezi wa kipindi. Mimi naitwa Kenyo Muna, MC wa Nyakist. Ni mmoja wa wakilishi wote ambao wamechaguliwa katika gatuzi la Meru. Na nitaanza kusema kwamba before tuongee shida ya Meru iko wapi, tunafaa kujiuliza watu piga kura kwa nini? Huwa mtu anataka nini ndio aende kwa ndebe achague huyu na wala si yule mwingine. Katika mafikira ya mwananchi anataka sana huduma ambayo inapatikana kwa serikali. Na tunajua vizuri sisi kama viongozi, kama hatutakuwa na nafasi ya kufanyia wananchi kazi, tutakuwa tumewaangusha wale wapiga kura, sababu tumeweka maslahi yetu mbele ya maslahi ya mwananchi. So before tuingie kwa shinda yenyewe haswa, tunafaa kujiuliza kama viongozi ambao wamechaguliwa wameweka mbali ama kuliondolea lile jambo la kuwa wanawajali wananchi, wakaanza kujijali wao wenyewe. Hiyo kama tutapata ikiwa swali la kujiuliza, basi tutajua mahali shida ya Meru iko. Lakini hata hivyo niongeze kidogo. Ukiangalia mara ya kwanza tumefika Senate, mara ya pili na sasa ni mara ya tatu, tunafaa kujua kwamba hii si shinda ya mtu mmoja. Hii ni shinda ya watu wengi ambao wanaiwekelea kwa mtu mmoja ambaye ni gavana wa Meru. Asante. Gavana, mheshimiwa. Asante sana. Jina langu ni Jacob Mwirigi kama alivyoelezea. Itakumbukwa ya kwamba tarehe 9 mwananchi wa Meru alijitolea kupiga kura na alipigia viongozi wengi, mimi nikiwemo. Na kama kawaida matarajio ya mwananchi ni apige kura, apate viongozi, kisha apate maendeleo. Lakini mpaka wakati huu ni jambo ambalo si la kufurahia sana. Meru miaka miwili tuko na impeachment 3 in 2 years. Kwa hivyo ni jambo la kufikiria shinda iko wapi. Yes. Na Bwana Waweru na watazamaji, shinda ya Meru sana sana ile tunaona kwa juu ni dalili, sio ile shinda yenyewe. Ni vizuri kuelezea dunia yote. Shinda hasa ya Meru ni viongozi ambao walipoteza uchaguzi. Hiyo ndio shinda. Kina nani hao mheshimiwa? Kina nani hao? Sitawataja moja baada ya mwingine. Kidogo tutawataja as we proceed. Yes. Lakini shinda ile ya saa ya ukweli ni wale walipoteza uchaguzi. Kuna wale walikuwa ni kama guaranteed kuchukua uongozi wa Meru. Na saa hii inawauma sana. Si mambo ya kufanya kazi pamoja. Bwana Waweru, mimi ni MCA wa mara ya pili. Nilichaguliwa mwaka wa 2013. Yes. Tukafanya kazi na gavana wa kwanza. Peter Munya. Ningependa kuambia Kenya nzima, Peter Munya hakufanya kazi na MPs. Hawakuwahi fanya kazi na MPs. Hakuwahi fanya kazi na viongozi wengine. Yes. Lakini hakuwa impeached. Haikufanyika hivyo. Lakini wakati huu, kwa sababu yule gavana anaongoza ni mama. Wengine sasa wanamdharau. Wanaona ni kama huyu ni wa kupepeto tu na upepo awaondokee. Aya. Huo ndio ukweli wa maneno. Asante. Hicho kiti ambacho gitikiu gitari na mundu ni tondu he mundu twirigereire ni agukihuria. Wacha tuende kwa minority leader. Kama nimepata jina ni minority leader, ukweli? Deputy minority leader. Shida ya Meru mara ya kwanza kubandua governor, rita ria keri kuhagura governor, rita ria gatatu kuhagura governor. Andu mareyuria mwena uri ungi wa kirima na bururi handu waruma. Shida iko wapi mheshimiwa? Uzuri ni kwamba, asante kwa kitambulisho, mimi nafahamika kama Mheshimiwa Muriithi.
sote ambao tupo katika jukwaa hili tuliweza kumngatua gavana mara ya kwanza. Jambo la pili, Waswahili husema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hamna mtu ambaye amejenga mnara akiwa peke yake. Hivi kwamba mnaposhirikiana kwa kauli moja na mkiwa na lengo moja la kupeleka gatuzi la Meru mbele, lazima muwe na maazimio yenu kama viongozi. Vipi? Katika upigaji kura tunapiga kura takriban kura 6. Kila kura moja wapo ya zile 6 ina maana yake kwa kusudi la mwananchi ambaye alipiga kura. Yule ambaye yuko chini pale mashinani, yule ambaye ni mwakilishi wadi. Anayefuata pale ni mwakilishi wa eneo bunge. Nilipokuwa napiga kampeni nilikuwa na zile shabaha ambazo nilikuwa nimeambiwa wale ambao walinichagua kwamba nitatekeleza. Unapopiga gumi ukuta uweze kutekeleza na inafaa ifahamike kwamba mwakilishi wadi hajatengewa fedha kivyake. Ili hali anafaa kuchukua maoni ya wale ambao waliomchagua ayapitishe pale bungeni, na pia wale ambao wanafaa kutekeleza yale mambo niliyosema. Shinda ilipo ni kwamba wale niliotaja kutoka kiongozi wa taifa, hawa wengine kutoka gavana kuteremka chini, wana wajibu. Na wajibu huu ni wa kufanya nini? Kuhakikisha kwamba mwananchi amepata miundo msingi bora, amepata miradi mizuri ya mashule. Niliposema katika maoni yangu ni kwamba katika ile kauli ya kwanza nilisema sisi Meru hatunjikiti katika umenke na hatunjikiti katika ufeministi, bali tunajikiti katika uozo wa maadili katika kuongoza gatuzi. Hivi kwamba ule uozo kama upo, basi mimi nitakwambia yale nilionayo, unatia masikio nta, husikii la mwathini wala mtakamaji msikitini. Utaweza kuongoza vipi? Nyinyi ambao mko kama wananchi wa Meru, mumesimamia wapi katika ubanduzi wa gavana Kawira Mwangaza? Murugamire ha? Munataka aende abaki kwa ofisi ama county ivunjwe? Murugamire ha inyue? Greg, neana microphone au hena guoko kwa. Kila mtu ataongea. Tuweze kusikia sauti za mwananchi moja kwa moja. Labda kwako. Shikilia. Naam, labda kwako. Simama mami. Tuweze simama. Okay. Tuvunje ama tubadue? Mama akae kwa ofisi, njoo hata tukifunja mama anashinda, na hata wananchi wa Meru hawanashinda, na hata wenye anafanyia kazi hawanashinda, njoo walimchagua. Lakini dissolve the county, atunja saidia tutinetethia mundu wa Meru. No mama tondu he ofisi na nararita wira, ndekarikie miaka yake 5 arabu tuendelee hiyo ingine. Mama bere oneanite gikero atongoria yari marokire kuria Nairobi Senate maratwira atiriri ati mokire makiungania mawoni manyu na inyuĩ mukiuga gavana ainuke. Tareke njuge my word, it is Kerua Nari ward, na nilikuwa hapo kutoka asubuhi, hakuna hata moja alikuja kwa wandi wangu. Hakuna hata moja public participation haikufanywa kwa wandi wangu. Kerua Nari ward, mimi ndio nilikuwa kutoka asubuhi mpaka saa 7 wakati wanafunga. Hakuna hata moja alikuja. Kwa hivyo watisema public participation haikufanywa area yangu, Kerua Nari ward. Okay. Naam, shukrani sana. Labda kwako. Tuvunje ama tubandue? Kabla nifike hapo, acha niseme mimi naitwa Ken Kabix, mkaaji wa hapa Meru. Niangalie pale. Mimi nataka niseme kitu moja ambayo inajulikana Kenya mzima, na kama ijulikani leo tutaisema. Meru County Assembly has been held hostage. Na wale viongozi ambao walipoteza kura hapa Meru, hakuna mtu ajui hivyo. Ile maneno inafanyika pale Meru County Assembly si ya MCS wale tulichagua. Kuna viongozi ambao wako kule chini ambao wameshika wale MCS mateka, wamewafinya ile kitu ile huwa anasema. Hakuna kitu pale inaendelea kwa sababu wale MCS mtu akijaribu kusema hivi anaambiwa atatolewa kwa kamati, sijui nini itafanyika. Zile ambazo hazina maana.
pale assembly, hata leadership yenyewe unaona MCS wale wanaunga gavana mkono, wananyimwa allowances. Hiyo ni kitu tunajua. So whatever that is going on here in Meru, ni assembly inakuwa held na wale waheshimiwa walikuwa wanataka kura wakakosa, na viongozi wengine pale wale walikuwa wanataka kukula mali ya Wameru. Ijulikane hivi njameni. Okay, Meru wako na gavana Kawira Mwangaza, hata ikivunjwa tutarundi na tutachagua gavana Kawira Mwangaza. Asanteni sana. Yes. Majina yangu naitwa James. Nimetoka hapa municipality. First and foremost nilikuwa mkaaji wa municipality. Juzi mara ya kwanza kuwa na the county assembly since from the promulgation ya 2010 and devolution ilikuwa hapa. Tumeona county assembly, tumechagua viongozi wanamaliza 5 years. Haswa nikitaka kusema hapa municipality, we had an MCA. Na huyo MCA alikuwa na perform to the best. Na hakuwa nasikizana with the former governor. Lakini tuliweza kupata barabara, zikaingia lami, tuliweza kupata wanafunzi wetu wakasoma. Kwa hivyo mimi ningeomba county assembly yetu ya Meru, impeachment is not the solution. Juu up to now, mimi nilikuja nikapigia MCA kura, nikapigia MP kura, nikapigia governor kura, nikapigia senator kura. So, nashindwa outcomes kama viongozi wako na self-interest. Wangoje 2027, mwenye atachaguliwa kwa hiyo kiti, mtu use sera zake, by 2027, jukija kuangalia hapa municipality. I was an aspirant hapa municipality, and I myself, I'm supporting my MCA 100%. MC wangu alikuwa anapigana na governor 24/7, and I used to support my MCA. Ndio sisi tukua wakaaji wa municipality. Sisi tukua watu wa community, tukaambia MC wetu, you should support the government of the day. Since from that time, hapa kwa tu municipality, ukija kuingia hapa Kambakia, sasa tuko na dispensary. Barabara zetu saa hii zinatengenezwa. Ukija kuingia kama ni slums zenye zimekaa more than 50 years. Hazijai hata pata hata kama ni maram, saa hii zinatengenezwa into bitumen. Kwa hivyo mimi ningeomba our MCAs, hata hapa pande ya Getembene, choo haijawahi kuwa hata hapo na ni soko, lakini kupitia wa governor tumepata choo na ni wananchi na wanatumia vizuri. Kwa hivyo mimi ningeomba our MCAs, impeachment is not the solution. Hata wakija kuangalia atikoani itetu vyenye wanasema, hata mtu aende kote ama asiende wapi, wale senators, hata tukienda mahali pale senators, wale watu wanatucheza. It has come to an end. Sisi tukua viongozi na tukua wana youths, sisi tunapiganishwa. Ukija kuangalia kama saa hii, sisi wote tuko hapa, kila mtu ako na kiongozi wake mahali hapa. Either me I'm supporting the governor, mwingine ana support the senator, mwingine ana support the MCA. Kwa hivyo sisi wananchi, sisi ndio tunapiganishwa, na tunataka kuomba kama ni rais. Tumeona matamshi yake, vyenye anasema tusigawanyishwe na siasa, tusigawanyishwe na matamshi. Sisi tunataka rais. Since from the time Meru County ilikuwa na hii migorogoro mpaka saa hii, tumeona saa hii hakuna time ameisimama aseme 1 2 3. Good. Lakini tumeona nikimalizia, nataka tumeona hivi, the time the central or the county of the Kiambu, time yenye walianza kubishana, the deputy president of Kenya na viongozi, tuliona wakiingilia kati, wakasema they should sit down na wate impeach governor na waketi chini. 2 months ago, nimeona viongozi wakisema they will impeach the deputy governor of Kenya. Lakini wakaketi chini wakasema, the same viongozi wakasema this impeachment of deputy governor, the deputy president will go nowhere. Kwa hivyo leo tuko watu wa Meru, governor akuwa ameenda koti, MCS wakuwa ameenda kama ni senate, wacha waketi chini, wacha wajadiliane, waliweka appropriation bill, wacha hiyo kitu ipitishwe, pesa yenye walikuwa wanataka kama ni hiyo 33 million, it's on budget, waipitishe, sisi tufanywe kazi. Asante. Thank you. Asante. Hapa tuna wale ambao wana support governor. Kuna wale ambao hawa support governor. Kila mtu atapata fursa ya kuongea. Nimeona kama wale ambao wameongea ni wale ambao wana support governor, si ndio? Nataka tuende break. Tukirudi, wale ambao wako kwa ile mrengo ingine ndio watakuwa na mwanya wa kuongea, alafu
viongozi wetu, sababu mumewauliza maswali mengi sana, watajibu. Lakini kwa sasa twabe tuikeria nitugucoka no ndugathie haraya tondu giki no kiambiriria ngwaci nyingi tereti-ini njarie inorikiru wa mwanya na maundu matiganite maria mareyumiria kaunti-ini ya Meru imwe kwa imwe kuma mukawa-ini wa Elsa. Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩrĩmbĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũkawa-inĩ wa Elsa mũciĩ-inĩ mũnene wa kaunti ya Meru, kũrĩa tũrĩ thutha wa ũteti mũhiũ kwĩyumĩria kiumia-inĩ gĩkĩ tũrarĩ nakĩo. Na tũgĩthiĩ bureki-inĩ tũkoretwo twaria na andũ arĩa maranyita mbaru gavana mbere ya tũingĩrĩte kũrĩ atongoria aitũ-rĩ, arĩa maratabanirie mũtaratara wa gũtuonia ũrĩa ũhagũku wa ũtongoria kaunti ĩno ũhanĩte. Reke twambe tũthikĩrĩrie amwe arĩa maranyita mbaru MCA aya arĩa maratabanirie mũtaratara wa kwendekithia mogarũrũku kaunti-inĩ ĩno, tũigue marauga atĩa. Asante sana. Kwa majina ninaitwa Franklin Muiti Karuti kutoka eneo mbunge la Igembe North ama Igembe Kaskazini kule wandi ya Nadhu. Ninataka kusema maneno haya kwa uchache kabla ya kuongea. Wameru wote mahali walipo lazima tuelewane na tupendane. Siasa ya mirengo isifanye ukamdhulumu, ukaumiza ndugu yako kwa sababu ya viongozi ambao wamechaguliwa, wamelipiwa insurance cover na serikali, wanapata mishahara, alafu na wewe unaenda kumpiga ndugu yako, unamuumiza kwa sababu ya siasa. Hiyo mambo, tukiwa wananchi lazima tupendane, na mahali kuna makosa tunakosoa. Kwa hivyo mimi nikiwa mwenyeji wa kutoka Igembe North, nimetofautiana na gavana wa Meru kwa sababu ya kufanya kazi sehemu moja na kuacha ile ingine. Mimi nimetokea ward ya Nadhu, na ninataka mheshimiwa wangu anafanya kazi na gavana na anasema ananyonya. Lakini wakati ananyonya, wananchi wa Igembe North, Nadhu ward, nikimwambia atuonyeshe darasa moja ya ECDE ambayo amejenga kwa miaka 2, hakuna hata moja. Nina sababu kadhaa za kusema mimi nimekataa huo uongozi. Nikimwambia anionyeshe one bwawa ya maji ambayo amechimba katika ward na ananyonya, hawezi akatuonyesha hata moja. Nikimwambia atuonyeshe barabara 5 kwa miaka 2 ambazo ametengeneza, hakuna hata moja. Ile pesa tunaweka ambayo wanaita Wandi Fund, wametenga pesa ya michezo. Clubs ama teams zinanunuliwa mipira, uniform wanaletewa. Lakini ile siku ya kuleta, mheshimiwa ambaye aliandika teams ama clubs ambazo zinapaswa kupewa ile uniform, inakuwa yeye ana nafasi ya kuita zile teams. Ngavana akikuja, unakuta wamama wanapewa uniform ya kucheza mpira. Unakuta mama ameenda kuchota maji, amevaa uniform ya mpira. Hiyo ni makosa moja ambayo tumeona. Huyu uko na nafasi. Huo sasa unaona mtapata mic. That is the level of the leadership that we have in this county, where you can see an MCA shouting to a citizen who is giving an opinion. I am saying this without fear of contradiction. Asante. Kule nimetoka. Unapata mic. Ninatoa. Orerai. Lazima nitoe maoni yangu. Orerai. Wewe piga kelele ama upande kwa miti, lakini lazima nitoe maoni yangu. Ninasema hivi. I am saying this, sir. We must respect one another. We are giving opinion, and each and every person must respect opinion. Ya mwisho. Hawa waheshimiwa wako hapa. Bwana, ninasema hivi, Waweru ninasema hivi. Wakati tunapeana mbasari, bwana Waweru, enda other counties, enda Murang'a,
enda Embu, enda Tharaka Nithi. Wakati tunapeana basari, lazima kukuwe na wanakamati wanaketi chini kupeana basari. Lakini wakati tunakuja, I promise you. hata wale wana support governor, hata Muuna, ama huyu mheshimiwa Muirigi, ama yule mwingine, wakati tunapeana basari, it is the responsibility of the citizen. Waketi, wachague committee, wameongozwa na chifu ama pastor, ama mwingine, watafute mtu wa kupeana basari. Lakini wakati wanapeana basari, governor anatafuta watu wake, wanapeana basari, pasipo na kuhusisha waheshimiwa. Hiyo ni makosa. Asante. Naomba kwanza. Haya. Kabla tuje kwenu. Haya. Tuje kwa viongozi. Hivi ndivyo ambavyo ndogamano cia tongoria citigite kaunti hana uyu muheci. Twaja tunakuja. Naomba turuhusu viongozi nakuja. Shika mic. Tukija nakuja kwa nyinyi wawili, alafu kwa wale supporters wa governor. Kwanza tupatie viongozi fursa na waomba kwa heshima na gitio kinene. Mweshi. Niguo kaunti riu ikore igaruritio nikihuokanio giki kia utongoria. Na nikio governor agerire kuinuka kana nikio ugaruku agire gutafanio utongoria-ini. Okay, naomba tu. Asante sana. Madam. Orera. Maito horera. Nakupatia mic. Nakupatia mic. Horera. Aya. Horera. Lakini si horera. Ongea, uko sawa, ukonea dadi, ukonea. Okay, asante sana Waweru. Okay. Nashukuru sana Bwana Waweru. Lakini kama vile mnavyoona wale wanatazama hii TV, hii ni hali halisi ya siasa za Meru mahali ambapo zimefika. Lakini ningetaka kila mtazamaji mwenye alikuja hapa ama anatazama TV ajue ukweli wa mambo. So naomba ile audience iko hapa mtulie kidogo, ndio wale wako sehemu zingine za Kenya wapate hali halisi ya siasa na uongozi wa Meru. Kama si hivyo unajua tutakuwa tumekaa hapa bure tu. Naomba tu watu watulie, ndio tuweze kupeana maoni ya gatuzi la Meru. So Bwana Waweru, mambo yameongewa sana na upande huo wa wananchi, na nataka tu nijibu maswali mawili matatu ama issues ambazo zimekuwa raised. Kuna moja amesema kwamba kamati ya bursaries ya mama inakuwa na watu wa mama, lakini anasema sheria inasema mwende kwa uwanja mchaguane. Hilo nataka tusema tu aliko kwa sheria, sababu kuchagua wanakamati wa bursary, hilo si kwenda kwa uwanja kwenda kuchaguana ndio mkue na watu ambao watapeana bursaries. Iko katika Education Enhancement Act ya County Government na inasema vile wanakamati huwa wanachaguliwa. Number 2, niseme kwamba siasa ya Meru tumekuwa nayo since devolution sawa na gatuzi zingine za Kenya. Na tunajua kwamba tulichagua governor 2013, tukachaguana 2017, hii ni mara ya 3 na hatujafika mahali ambako tuko siku ya leo.
Lakini kuna mmoja alisema hapa, shinda yetu kama wananchi wa Meru ni kwamba tuko na viongozi ambao walikuwa wamejiweka kiwango cha miungu. Tunajua tulikuwa na wengine hapa walikuwa wanasema sijawahi shindwa na sitashindwa. Lakini sasa wakati mwananchi ameingia kwa debe na ameamua, sasa ikakuwa hata wakati wa uchaguzi tunasikia watu wakisema hata akichaguliwa atatolewa kupitia impeachment. So jambo ambalo nitalisema hapa nikiwa mwakilishi wondi wa Nyakisti na mmoja wa MCAs wa Gatuzi la Meru, nitakwambia mambo mingi. Unaona Meru hapa ilikuwa predetermined, na hata hizi impeachment unaona zinaenda Senate mara ya 3 wakati tulikuwa hii wiki. Hii ni mambo ambayo inapangwa kabla ya mjue makosa ya governor ni gani. Nakumbuka hata kwa zile video zilikuwa zinachezwa pale Senate. Unaona mmoja wa MCAs anasema tutamfukuza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 6. Na hiyo ni kusema hata kabla ya mjue makosa yake mshaamua mtamtuma nyumbani. So nataka kusema kwamba hakuna sheria inasema kwanza viongozi washirikiane ndio mfanye kazi. Gavana na MCAs ni viongozi ambao wako level ya county. MPs na president wako katika ile ligi ya national. Hakuna sheria inasema shirikianeni ndio gavana wafanyie kazi. Otherwise siasa ni kujichocha, na kama mama anajichocha apewe nafasi yake afanyie watu kazi. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kuelezea wakaaji wa Meru. Ni vyema tusikize kila mmoja. Hamna haja ya makelele, manake tunafaa tusikizana. Kila mmoja atoe mjadala wake, sote tusikize. Manake tunasikizwa na Kenya nzima. Jambo la pili niseme hivi. Tuko impeachment ya 3 Bwana Waweru. Impeachment ya kwanza mimi nilihusika. To be precise, mimi nilikuwa second kwa hiyo motion ya impeachment ya kwanza. Na hiyo ndio impeachment ile ilitokana na MCAs wenyewe. Impeachment ya pili ilikuwa imposed. Ililetwa, it was a foreign thing. Tukawekewa ndio to execute. Inajulikana vizuri sana. Impeachment ya 3 ilikuwa hivyo. Jambo la pili lile ningependa sana ulisikize kwa makini. Kuna mwenzangu ameongea akasema jambo la maendeleo. Ati kuna skewed development. That is one of the things ambazo sinaonyesha kuna mambo ndani. Sio kusema ni yale makosa gavana amewekelewa. Kuna wachache wanafikiria kuna sehemu fulani sinapewa maendeleo kuliko sehemu zingine. Kwa ukweli kuna sehemu ambazo zinapendelewa kuliko zingine? Si ukweli. Bwana Waweru, itadhihirika hivi. Huu ni mwaka wa pili. Impeachment ya kwanza ilikuja baada ya miezi mitatu, 4 months to be precise. Impeachment ya pili ilikuwa mwaka moja. Ni maendeleo gani yalikuwa yatekelezwa kaunti yote? Ni kiwango cha chini. Hata ukienda kwa wondi yangu, ile proposal ninapeana kwa ile mirandi ya mwaka huu, uwezi peana ya wondi yote. Lazima kuna sehemu ambazo utagawa mirandi. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yako nyuma ya impeachment. Alafu imepakwa rangi ndio iweze kuonekana vingine. La muhimu la mwisho. La mwisho. Kama vile nilisema, impeachment ile inaendelea Meru ni siasa tupu na sio makosa yale gavana ametekeleza. Mheshimiwa, uwanja ni wako. Okay, asante sana Waweru. Mimi naitwa Jim Muchui. MCA wa ward naitwa Adwana na pia majority whip kwa county assembly ya Meru. Na poleni sana kwa ambao wako hapa na ambao wanatusikiza kwa sababu ya kuchelewa. Jambo la kwanza niseme asante kwa Inoro TV kwa kuona kuwa vizuri tukue hapa siku ya leo ili tuweze kujua kwa kiini, na pia wale watu wako nje waweze kujua ni shida gani tuko nayo Meru, kwa sababu Meru imelia sana miaka 2 sasa. Tumekuwa kwa maneno ambayo haieleweki. Kitu ya kwanza nataka kusema ni kwamba, na pia Waweru ningependa pia tuseti kama tuseti ni hapa tukubali kusikizana. Kwa sababu unajua sasa
Hapa kuna watu ambao wanasupport mama, kuna watu ambao hawasupport mama. Na tukiamua ni kupiga kelele basi hatutasikizana, hatutakuwa na mkutano hapa. Na unajua sisi wengine wetu hatujazoea environment kama hiyo ya kunini. So mimi naomba kama kuna mtu ambaye ana support mama anaongea, apewe tu nafasi, tumsikize ili watu ambao wako nje Kenya mzima waweze kujua na waweze kusikiza. Kama kuna ile pande nyingine pia tuweze kusikizana ili tuweze kumove na tuweze kutimiza agenda yetu. Lakini sasa kama ni kupiga kelele, kila mtu hapa ako na sauti na hakuna kitu tutaweza kufanya. Kwa hivyo ningeomba tusisitize hiyo sana ili tuweze kumove. Kitu ya pili, nataka niseme ya kwamba waheshimiwa ambao wameketi hapa mbele, hakuna mtu ambaye ameketi hapa mmoja hapa ambaye haja impeach gavana. Wanne hao unaona hapa. Hakuna hata mmoja. Yule ako pale mwisho amemwimpeach mara moja. Huyu amemwimpeach mara 2. Mimi nimemwimpeach mara 3. Na huyu amemwimpeach mara 3. Na kama sisi tumeketi hapa hakuna mtu aja impeach governor, kukuja kutuambia ni maneno ya siasa, ni maneno ya poroja, ni maneno ya nini, na wewe umemwimpeach mara 1 ama mara 2, hiyo ni kusema ya kwanza pia uko na shida, uko na kasoro. Because people elect leaders ambao wako na msimamo, na mtu ambaye ako na akili, na mtu ambaye anaweza kusimama na msimamo na aweze kujua anafanya nini, si kusurutishwa. Mimi siku ya leo mimi nimeimpeach Kawira mara 3. Na kesho akianza kuimpeachiwa tena kesho, unless I'm convinced otherwise, nitaenda nipige kura ya kumimpeach. Because for the 3 times na naomba tu tusikizane. For the 3 times mimi sija influencewa na mtu. Nimetumia akili yangu na mambo ambayo ninajua ni sahihi kwa hii county. Rafiki yangu hapa ambaye ni chairman wetu wa budget, yeye hata hii motion yenye imeenda Nairobi ni mmoja wa kuitengeneza, lakini huyu chairman huyu wa budget, motion ikiwa inaingia kwa floor ya bunge, hata mara ya kwanza alisaini kabla isimamishwe na koti, ikiwa kwa floor ya bunge ndio ameshuka, akavuka ile side nyingine akaenda kunyonya. Si mnasema tunaenda kunyonya, akaenda kunyonya. Wengine watu tunasema tunataka kukamulia watu wetu, si kunyonya. So ukiangalia hiyo story yote, for sure Waweru, it cannot be about a woman. Yes. It cannot be about gender. Good. It cannot be about watu ambao wameshindwa. Meru has a problem. Wacha tu nikupe mfano tafadhali. Nipatie mfano after deputy minority ameongea. Niruhusu tu nimalize. I promise you. Alafu pia mention mheshimiwa adversely. So lazima apate right of reply. Lakini minority, deputy minority ndio tupatie break. Asante sana Waweru. Tamaluni zangu ama akili huwa nawaza na kuwazua. Mwenzangu muona aliposema kwamba zipo nguvu nje zinazo walazimisha watu kupiga kura za kumng'atua gavana. Yeye amechaguliwa na chama cha PNU. Katika mchakato huu uliopita, kuna wale ambao wa chama chake walimng'atua gavana. Si mmoja, si wawili, si watatu. Hapo tuelewane vizuri. Lakini yupo katika chama kimoja na wale waliomng'atua. Ni sijui kama ningetaja wachache, sijui. Taja. Yupo Aurelio. Sawa? Yupo Karemi Kilengo. Yuko Sophie. Yuko Kabera. Hao ni wachache ningetaja na wote ni 6. Mwenzangu Murigi vile vile yuko katika chama cha UDA. Sijui kama yapo mawimbi yanayomsukuma kumng'atua gavana. Huyu mwenzangu yuko chama kimoja na yule mwenzake. Na wengi hapa ni shinda ya takwimu za uongozi zinazokabiliwa katika katuzi hili. Niwaambie ukweli, pavumako moshi pana moto. Na mwenzangu, amini usiamini, mti uende ila kwa nyenzo. Ningesema nini? Labda umng'atui gavana, maana zipo taji ama zipo tuzo ambazo labda unaweza kuwa umeambiwa hapo nyuma usining'atue, nitakupatia hizi. Manake
Wapo wachache ambao mtu anakuambia baada ya mchakato huu mimi nitahakikisha kwamba nimepata shamba na nimeliezeka sengenge mvingi. Sasa huyo mtu na anaweza kuwa kati hapa, kama matakwa yako ambayo unataka yaafikiwe ni kununua shamba na uliezeke sengenge mviringo, jamani, aliyekupigia kura utamgawa shamba. Asante mheshimiwa, asante. Turamba guikeria no tugicoka twina atongoria ni tukumahe kanya ga gucokia, twina aikari akaunti ya Meru aria megututhathaurira maundu maya mothe, na iguru ri uguo twina muthathauri wa maundu mothe ti kaunti-ini ya Meru witagwo Selasio, na niwe ugukorwo agitutariria thabari ino yothe ikoretwo ihana atia. Ni wona twacokereria thutha wa Wangeci wa Muriuki atuthomera matemo ma mohoro, turacokereria na ndereti ino gwati muno ya utongoria wa kaunti ya Meru. Gatho cia mwanya na njukite haha ni undu aya ani mama ni ukwira u gatho cia mwanya ni gwitikira kunyitanira na ithu tabarira-ini ya Kiririmbi, na ndoka guku kwi muingi niguo horerie maundu uria mahana tondu kwina urugari munene. Haya baba uke kwetu mama mimi na uona uko kwetu. Haya orera bas haya good. Nikwahorera tugithie bureki gukwirire ati nitukuigua maoni ma muingi tuko hewani. Kuna wala uko hewani, ongea dadi. Ulikuwa na maoni makiria iguru ria uria tongoria ya Moira na mbere. Kwa majina naitwa Jacob Mantile. Ningeomba kwa heshima ya Kiririmbi, ankoromba no ndo heshima ya kipindi giki ona Wakenya yonthe ka Kiririmbi toyane heshima. Uwe borokuwa nani burankuwa athikiria bolele batwamwe kuwoni ndenda kuwatire MCA kuwa kwena posi seumirenge cia basukuma. Kuna MCA amesema walisukumwa kumuimpeach mama. Ningetaka kujua kutoka kwa MCA Mwirigi mwenye alimove motion anaitwa Said K aliandikiwa barua mpaka na Secretary General wa UDA na akasema nitaipeleka. Aliambiwa usipeleke, ile tu pressure tuliona kutoka nje ni UDA wakitaka mheshimiwa aliyepeleka ile motion asipeleke, lakini yuma MCA wetu wamejiamulia, wameona shinda iko Meru. Said K aliamua kwenda kinyume na katibu wake, na unajua nominated kwenda kinyume na katibu ni kupoteza kazi yake. So napongeza ma MCA walifanya kazi kivyao. Bwana Muna ni wa chama cha PNU. Nafikiria Muna alienda kupiga kura kinyume na PNU kwa maoni yake. Asante. Pia wale nipe dakika tu. Pia wale wengine pia waliongatua mama walifanya hivyo kivyao. Ama kulingana na maoni ya watu wako. Kama mimi jambo moja tu yenye inafanya mimi niseme mama ngatuliwe. Batu tole anto bana ala kwa Rwanda wakati ya Kiraito na Munya tulikuwa na askari walikuwa wanaitwa conservancy, walikuwa wanatuchunga huko. Wakati tunaoa na Masamburu, mama governor alichukua wa askari wameturenua kutumia bunduki, akawatoa huko tukabaki kuuawa na Masjagili, akawaleta hapa Meru kuchukua sesi. Kwa hilo na waunga mkono ma MCS 100%. Yes, no wega muno. Hamarĩtwo njĩtagwo Maina veteran, na niĩ ndoka haha kuga atĩ thĩna ũrĩa twĩnaguo Meru nĩ thĩna mũnene, na nĩ thĩna ũtangĩhota kũhonerio haha. Thĩna ũrĩa wĩ Meru ũguo wona andũ aya magayũkanĩte atĩ harĩ na andũ nuthu a mama, harĩ na andũ nuthu matarĩ a mama, ũcio nĩ thĩna, na ti thĩna ũngĩka atĩa.
ũngĩthirio nĩ kĩrĩa. Thĩna ũrĩa ũrĩho nĩ atĩrĩ, no twende kaũntĩ ĩno ĩbunjwo, tũcoke gĩtĩ-inĩ tũgathurane. No kũringana na mĩbango ya thirikari harĩ ĩrĩ, tũtirĩ na IEBC. So niĩ mawoni makwa haha ũguo MCA auga ĩno nĩ biacara yake, wanyita ona yoka impeachment ya gatatũ no akũ impeach mama. So andũ acio magĩrĩire mainũke marĩ othe, mwananchi wa Meru tondũ nĩwe wĩna hinya wa gwĩka ũrĩa nĩ agũcokia ũrĩa akwenda. Macio nĩ mawoni makwa. Haya, orerai, 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 orerai. Twena mũthathaũri wa ũteti, twena mũthathaũri wa ũteti kuma kaũntĩ ĩno yanyu wĩtagwo Selasio. Selasio, twakinyire haha atĩa? Asante Waweru. Kwa majina naitwa Dhuranela Salesio Mutuma. Mimi ni mkereketwa wa haki za kibinadamu. Na ningependa kusema hivi Waweru, mahali tumefika mpaka wa leo, shida ambao tuko nayo nimetufikisha mahali tuko. Tukiangalia governor wa kwanza katika the first tier ya governors, hakuna attempt ililetwa hata moja ya kumwimpeach, kwa sababu uongozi ulikuwa unaonekana. Governor wa pili pia, wakati alikuweko Governor Kiraito Murungi, hatukuwa na hii scenario ya kumwimpeach. Kile tuliona wakati wa uongozi wao ni their CECs, kulikuwa na attempt ya kuwa impeach kwa sababu hakuwa anafanya kazi vizuri. Governor Kawira Mwangaza, impeachment yake ilianza miezi mitatu immediately aliingia kwa ofisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uongozi. Na ningependa kusema hivi, kazi ya kuimpeach ni ya MCAs. Kazi ya kuimpeach inaanza na MCAs mpaka inaenda kwa Senate. Hiyo ndio kazi yao. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba MCAs wanafanya kazi ambao sio yao, ama tunasema ya kwamba wanasukumiwa. Kisheria hiyo kazi ya kuimpeach ni yao. Number 2, wakati wanafanya impeachment, hawafanyi impeachment bila kufuatilia sheria. Lazima pia wafuatilie sheria na kanuni ambazo zimewekwa kikatiba na kwa County Government Act. Kwa hivyo MCAs kufanya kazi yao sio makosa. Niongeze na kusema hivi Waweru, wale ambao kuna watu wengi wanasema kuna wengi baadhi ya wenzetu hapa wanasema ya kwamba tunafaa kurudi tena kwa debe kwa kupitia county kuvunjwa. Lazima tuangalie hiyo process ya kuvunja county inaenda aje. Naweza kuwakumbusha ya kwamba kulikuwa na mwelekeo kama huo kwa government ya kwanza ya Makueni, lakini hilo jambo halikuweza kuafikiana kwa sababu koti ilisimamisha, kwa sababu ya kwamba lazima public participation ifuatwe kikamilifu ili county iweze kuvunjwa. Na wakati tunaangalia scenario ya wakati huu, saa hizi IEBC haiko properly constituted. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hivyo Wameru kusema ya kwamba lazima county ivunjwe, tunafaa kutilia maanani na tuone ya kwamba hakuna IEBC. Kwa hivyo ikivunjwa tutakaa karibu miaka 3 ama 4 bila kuwa na bunge la Meru. Asante. Na budget hazikuwa zinapitishwa. Asante. Na hakuna kazi itafanyika. Good. Asante. Sasa kwa hii horerai ikaria Meru kuma rĩrĩa twaririe tutire turaririo ni mutumia na gĩtĩo kĩnene, rekei mutumia ũrĩa ari na gĩtĩo kĩnene, na gĩtĩo kĩnene, na gĩtĩo kĩnene. Kwanza nimeshukuru sana Inoro kwa kukuja Meru kujua shida ya Wameru. Nataka kueleza wakaaji wa Meru ya kwamba shida ya Meru haina watu wawili. Shida ya Meru ni Governor Kawira Mwangaza. Tangu tuanze kuchaguana hatujawahi pata uongozi mwingine mbaya kama ule uongozi tumepata wa mwanamke Kawira Mwangaza. Kitu ya pili ningetaka kusema, tunajua serikali inafanyianga watu ile mambo hawezi kujifanyia. Huyo mama ni kama amerudi kwa kaunti yetu
kuturudisha na poverty. Amerudisha poverty kwa kaunti yetu, kukuja kupea watu mud boots, kuwapea vitu wanaweza kujinunulia. Na tunasema hii mambo inaongelewa hapa. Wahesh. Mimi mpaka nashangaa sababu ya hii kelele yote ambayo imeletwa na gurubu za kaunti. Nimehota gutwarithia kwe mitaratara irathie na mbere. Aya, karaha aria ngwire. Aya, nitwahorera turikie. Aya. Wesh. Kuna aya orerai nikurikia turarikia reke tu yatongoria aitu kiugo kia muico. Wahesh kiugo kia muico nikurikia, forget about them, but we are on air nevertheless. Kiugo kia muico tigana one muci andu ni marakoigua tondu wina thauti. Kiuria kiria riu andu othe mareyuria ni atiriri, mitaratara yo thii wa na mbere ni irakinyanira na inegena riria riothe rituguritwo kaunti-ini ino. Okay, ukija kwa ufanyikazi ama utendakazi wa mama, anasawasisha wodi zote za hili gatuzi la Meru. Hatuna shida na kusema kwamba kuna sehemu moja inashughulikiwa na nyingine haishughulikiwi. Yes, that's why we are here. Hatuna ubaguzi katika utendakazi wa mama. So hata kama kuna kelele katika baadhi ya wananchi, huwezi sema kwamba hii kelele ina affect utendakazi wa mama. Lakini jambo ambalo sijaelewa, sijui kwa nini wale wako na haja ya kumtangatua mama uongozini hawataki kaunti ivunjwe warudi kwa uchaguzi. Kama unajisikia kwamba wewe ni kiongozi ambaye unapendwa na watu wanapenda maoni yao na unachukua maoni yao unaleta kwa county assembly, basi county ivunjwe, mrudi kwa uchaguzi, tuone nani atarudi ni nani hatarudi. Ama wananchi wapewe nafasi ya kuchagua wale ambao wanaona wanawafaa katika viti vya uwakilishi wandi ama kiti ya gavana. Na jambo la mwisho, wale magavana ambao wamepita, gavana wa kwanza, gavana wa pili, hakuna yule alirudi vipindi viwili vile vya kikatiba. Tumekuwa tuna kipindi moja. Wera ni uraruke kana inegena riri riothe. No yonea. Wera ni uraruke kana inegena riri riothe mwesh. So jambo lile ningependa kuambia watu wetu wote na Kenya nzima ni ya kwamba ile kelele iko Meru inahitaji watu wakae chini waongee, na ni kwamba na waelewe kipindi cha miaka 5 sio kirefu sana. Kila kiongozi anafaa apewe muda wake akamilishe kipindi chake. Tayari tumekamilisha miaka miwili ya gavana, anafaa apewe nafasi, sheria iheshimiwe, koti ipewe nafasi yake, ndio pia Meru iweze kupata maendeleo. Manake kelele ya aina hii ikiendelea katika kaunti yetu inamaanisha ya kwamba hakuna maendeleo yatapatikana. Si jambo zuri. Atongoria yari ni kwenda mutendete guthura atumia kana ni thina wira, ni kwenda mutenda gutongorio ni atumia kana ni kitondu kiria kiroimire na kuria uguo ni ati aikari a Meru matirenda gutongorio ni atumia. Hata sitaki tuende mbali. Ukiangalia hiki kikao yenye tuko saa hii, kuna msemo huo unasema watu ukaa kama kiongozi wao. Na ukiangalia kwa hiki kikao yenye tuko saa hii, kuna watu walienda kuokota watu wakawapea pombe, watu wakuja hapa kuvuruga hiki. Ukiangalia hapa kuna side yenye ina support MCS, kuna side yenye ina support mama. Lakini utaangalia ni watu wapi wako na ulaganism, na hiyo hivyo ndivyo Meru imekuwa ikiongozwa. Na ni vizuri sana hata hii imefanyika hapa katika hiki kipindi, ili pia wale watu wote wanatuangalia waweze kuona ile kitu tunapigana nayo katika Meru. Kwa sababu hii ni kipindi ambayo inafaa kuhamasisha watu wote wa Kenya ambao wanatusikiliza.
Lakini ukiangalia utapata ya kwamba, angalia hii side ya mama. Wamekuja wameleta watu wote, wameleta watoto, wanakuja kuvuruga kipindi. Na hivyo ndivyo Meru imekuwa ikiendeshwa. Meru is not led kwa sheria. Meru haiongozi kwa kupitia miradi ama mambo mengine yote. Ile maneno unaona hapo linaendelea. Kwa hivyo si mambo ya kuhusu mama ama mtu ambaye sio mama. Ile kitu iko hapa ni mambo ambayo ni mambo ya kuendesha Meru kishakolora kiokolea. Kwa sababu maendeleo yetu ni ngambu. Maendeleo yetu ni vitu kwenda kupeana mkate. Maendeleo yetu ni mambo ya kwenda kupeana vitu kidogo kidogo ambavyo haiwezi ikasaidia watu. So kwa hivyo na ndio Meru iko hivyo. Rekia mwesh. Rekia. Maliza. Wanakusikia nyumbani. Okay. Kuhusu uchaguzi wa wanawake. Nikuwa na motende tutokoria wa atumia wanadhuna wa Meru ndike and moving forward. Asante sana. Kwa nafasi hii ningependa kusema kwamba sisi tuko na heshima sana. Tuko na heshima zaidi kwa uongozi wa wanawake. Hivi sasa tukiangalia kule Amerika, yule ambaye ni naibu wa rais wa Amerika, Harris, ni mwanamke. Na sasa ametoka katika kile kuwa naibu, sasa anawania kile kiti kikubwa. Sisi tunaheshimu wanawake kwa sababu hamna mwanaume ambaye ni mkamilifu ambaye ana mwanamke kwa nyumba. Vile vile tumewazaa watoto wa wanawake, wasichana. Sisi tunawaheshimu sana. Lakini hata katika assembly yetu tuna mama ambaye amechaguliwa kuwa mwanamke. Na mwanamke hamna wondi ambayo huwa haina mwanamke ambaye amesimama kiti. Lakini vile ambavyo mtu atajitetea ndivyo anapata nafasi ya kuchaguliwa. Hivyo kama anasema sasa hamna wasiwasi wote, sisi tunaheshimu wanawake, shina ni uongozi wa mwanamke. Otiganu na orikeru wa dereti yoteti ya kuhagoro kwa gavana yahuranĩtie kaunti ya Meru na njĩra ĩno, na hau nĩho tũgũkinyia ikereka rĩa ũmũthĩ rĩa dereti ya kaunti ya Meru nĩ ũtongoria wa ĩrĩa ĩgũkinyagĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũkawa-inĩ wa Elsa kaunti-inĩ ya Meru. Atĩ nĩ handũ orothe twanyitanĩra nao gũkũrehera ũmemerekia ũyũ ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũkawa-inĩ wa Elsa. Taro wanyina wa Beise, Taro Maina, na kũrĩa studio nĩ Regina Wanjikũ wa Mwaura. Niĩ njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura, gĩa na hwaĩ-inĩ mwega.